lakini kuna mambo matatu ni kikwazo cha ukuaji zaidi katika nchi yetu, nayo ni haya yafuatayo. La kwanza ni bandari. Kuna msongamano mkubwa pale Malindi. Tatizo la pili ni uhaba wa umeme katika nchi yetu. Umeme tunaopata kutoka Tanzania bara haututoshi tena, tunahitaji umeme wa ziada. Na tatizo la tatu ni kuwepo kwa hifadhi ndogo ya mafuta, jambo ambalo linapelekea gharama za mafuta katika nchi yetu kuwa kubwa, kwa sababu mafuta yakitoka nje lazima kwanza yakashushwe Dar es Salaam au yakashushwe Tanga ndo yaje Unguja kidogo kidogo. Hii inaongeza gharama. Sisi kama serikali tumeamua kuyamaliza matatizo hayo matatu yote kwa mpigo. Tunajenga bandari hapa Mangapwani, bandari jumuishi ambayo katika Afrika Mashariki nzima haitokuwepo kama hiyo. Bandari italeta meli kubwa za kisasa zenye kubeba zaidi ya makontena 15,000. Lakini hapa Zanzibar tutajenga matangi ya mafuta ya kuhifadhia mafuta ambayo yanaweza kukidhi mahitaji yetu ya ndani ya zaidi ya miezi mitatu. Yaani zaidi ya lita milioni 60 au tuseme tani 60,000 tutaziweka hapa ili tuhakikishe kwamba biashara ya mafuta inakuwa na gharama nafuu, ili gharama za usafirishaji ziendelee kushuka. La tatu, tutaweka mtambo wa kuzalisha umeme eneo hili la Mangapwani wa kuzalisha zaidi ya megawati 200 ili kwa miaka 10-15 ijayo tusiwe na tatizo la umeme kabisa. Mambo haya matatu ndugu zangu yakikamilika, uchumi wa Zanzibar utapaa. Na nataka nikuhakikishieni kwamba sasa hivi uchumi hiyo ya 7.1 ni uchumi mkubwa katika eneo hili la Afrika Mashariki kuliko wenzetu wengi. Lakini haya matatu sasa yanaenda kutupeleka katika uchumi mkubwa zaidi katika eneo lote la Afrika Mashariki. Kwa hivyo ndugu zangu, naomba ushirikiano wenu. Tunatambua kuna fidia tunabidi tulipe. Tunatambua kwamba tuna ujenzi wa nyumba za kuwapa watu waweze kukaa katika mazingira mazuri zaidi. Tunatambua kwamba kuna barabara lazima zipite katika maeneo mengi zaidi. Hayo yote yatafanyika ili bandari hii iwe na ufanisi tunayoijenga, ili tusiweze kujenga bandari halafu haina miundombinu inayostahiki.